Mandhari yetu ya diocese inahusu familia katika Kristo, kanisa lililohuishwa, na pia mabadiliko au mageuzi katika mitaa tunayoishi. Labda tunajiuliza kwa nini thimu hii ama kwa nini mandhari haya? Mandhari haya ni muhimu kwa sababu kanisa lenyewe limeanza katika familia zetu. Tunakuja hapa tukiwa ni kanisa linakuja kujiunga na waumini wote pamoja. Na pili, familia zetu, familia nyingi tunazozihudumia zinapitia changamoto tele. Changamoto za mahusiano, changamoto za kiuchumi, changamoto za kila aina nyumbani. Labda hakuna amani, labda upo tu kwa sababu huna kwa kwenda. Na tunapoangalia hivyo, wachache sana hutafuta msaada kwa kasisi, wachache sana hufunguka kwa padri ili aweze kusikiliza na kuleta amani, faraja, utulivu na ushauri katika familia hizo. Na si hizo peke yake, hata zetu sisi mnaotuona tumesimama mbele hiyo, inawezekana kwamba pia zinapitia katika changamoto. Kwa hivyo tunataka kanisa lianze kuzungumzia wazi kuhusu familia zetu na kuhusu malezi ya watoto, na ni kwa jinsi gani tunaweza kuleta familia bora. Familia zikiwa bora, vile vile kanisa la Mungu linapata uhuisho. Na kanisa la Mungu linapopata uhuisho kutokana na familia bora, basi kuleta mageuzi katika mitaa yetu inakuwa pia jambo rahisi. Mnajua, unapomtazama Mungu, Mungu anajitambulisha kwetu kwa lugha ya kifamilia. Tunamuita Mungu Baba. Anapoongea na wana wa Israeli ambao wamepotoka katika matendo yao, anasema, Israeli mke wangu, mbona umeniacha? Kwa Mungu amejitambulisha kwetu katika mfano wa familia, na vile vile Mungu ndiye chanzo cha familia. Lakini tunaona katika Mwanzo mlango wa 3, familia inaanguka katika dhambi kupitia kwa ushawishi wa Ibilisi. Na Warumi mlango wa 5 vile vile tunaona ni kwa jinsi gani maisha hayo yalivyoathiri mahusiano, yaliyozua manunguniko, yaliyoleta kila hali ya tafaruku katika familia. Lakini katika Warumi mlango wa 5 vile vile inasemekana kwamba inawezekana Bwana kutukomboa, Bwana kutuweka huru. Kwa hivyo hizo ndizo sababu ambazo tunajaribu kuangazia katika familia. Mwalimu mmoja alikuwa akifundisha watoto Sunday school. Sasa akaeleza shetani yuko namna gani. Akatumia lugha, akasema shetani ni mchokozi, shetani anapiga watu, shetani ni mrogi, shetani anatukana, shetani haheshimu, shetani hujitenga na watu, shetani kazi yake ni kuondoa amani. Sasa mtoto akamsikiza kwa makini mwalimu. Akamsikiza, akasema huyo shetani lazima tumshinde. Mtoto akanyosha mkono. Akasema huyo shetani najua pale anapoishi. Najua, mkitaka mje kwetu nimuonyeshe. Akasema nani? Ni baba. Anajua pale shetani anapoishi. Kwa hivyo unaweza kuona watu ni wanandoa, mbele ya watu wana smile, lakini wakirudi nyumbani kuna shetani, either mama ama baba. Hakuna mapatano, hakuna masikizano. Ni kama ndege za kijeshi, na inaathiri pia kwa kukua kwa watoto. Bwana asifiwe sana. Kwa hivyo leo kulingana na masomo yetu, Injili ya Yohana mlango wa 4 mstari wa 5 hadi 42, na kutoka kitabu cha Musa kutoka mlango wa 17 1 hadi 7, nataka kuzungumzia vizuizi vinavyotuzuia kuwa familia katika Kristo, kanisa lililohuishwa, mageuzi mtaani. Ni vizuizi gani ambavyo vinatufanya sisi
tusiwe familia katika Kristo, kanisa lilohuishwa na kuleta mageuzi mtaani. What are the impediments or obstacles? Ni vitu gani? Tunapoendelea kuzungumza, naomba wewe mwenyewe ukae na kujiuliza, ninapoendelea ni vizuizi gani vinavyofanya nyumba yako, familia yako isiishi katika Kristo, inalolifanya kanisa la Mungu lisihuishwe na kuleta mageuzi ya mabadiliko mema katika mtaani. Tunapoangalia Kutoka 17 mlango wa 1 hadi wa 7, tunaona wana wa Israeli wakimlalamikia Musa kwamba tuna kiu, tupe maji. Wakaanza kunungunika, wakaanza kuleta shinikizo, mpaka Musa akasema, kwa nini tunagombana? Akamwendea Mungu akasema, hawa watu Bwana watanipiga mawe. Watanipiga mawe. Wakaenda kiasi hacha cha kusema kwamba je, Bwana yupo nasi ama hayuko nasi? Jambo kizuizi, ufafanuzi. Wacha nifanye ufafanuzi wa vijuzi hizi. Ni wazi kwamba jambo la kwanza ambalo linajitoa kama kizuizi ni kiu isiyotosheka, the thirst trap, kiu isiyotosheka. Sote tumeumbwa na mahitaji. Mahitaji ni sehemu ya maisha yetu na tunatamani yatoshelezwe. Hii ndiyo sababu wewe kila asubuhi uko mbioni kutafuta. Tuko mbioni kila siku tukitafuta ajira, tukitafuta mtaji. Mahitaji haya ni kama vile njaa, ni kama kiu, ndio maana unatafuta chakula. Kiu, unatafuta maji. Mahitaji ya kiuchumi, mahitaji ya hisia na mahusiano. Familia ya Israeli na mama Msamaria walijipata katika uhitaji wa kiu, wakitaka maji. Ukosefu wa kutosheleza mahitaji, matokeo yake ndiyo haya kama tunavyoona kwa wana wa Israeli. La kwanza, shinikizo la madai kwa kiongozi. Moses was pressurized and he was overwhelmed. Shinikizo la madai kwa kiongozi. Musa, tupe maji. Musa, tupe maji. Ni lazima utupe maji. Shinikizo la madai kwa kiongozi. Na kwa sababu hiyo basi, mstari ule wa pili tunaona wanateta. Kuna mateto katikati yao. Halafu mateto yanazaa manunguniko. Mstari wa 3 hadi wa 4, ambayo manunguniko haya yanadhihirisha kwamba walisahau wema wa Bwana. Walisahau kazi ya Musa iliyoitenda kuwatoa katika nchi ya Misri. Wamesahau jinsi Musa alivyowatoa utumwani. Na wakamwambia, umetuleta hapa kutuua sisi, watoto na wanyama wetu. Halafu mstari wa 4 tunaona Musa anasema, hawa watanipiga mawe. Vurugu inajitokeza. Domestic violence, emotional violence, haya ni mambo ambayo yanakithiri katika nyumba zetu. Na matokeo mengine tunapoishi katika kiu isiyotosheka ni kumjaribu Bwana. They doubted. Mstari wa 7, je, Bwana yukati yetu au sivyo? Na mama Musa Maria pia tunaona kiu isipotosheka inaleta uvunjaji na hata kubadilisha ndoa. Mama Msamaria, kwa tamaa au kwa kukosa kutosheka kwake kihisia, alikuwa kwenye msururu wa ndoa kama karibu ndoa 5. Msururu wa ndoa au mahusiano. Mama Msamaria ni mfano wa watu wanaotafuta mbinu mbadala au za mkato, hata iwe ni dhambi, ili kujitosheleza. Alikuwa amefikisha ndoa 5 kwa sababu zake mwenyewe. Ndugu zangu, niseme nini? Mahusiano yetu ya kifamilia yanapojengwa juu ya uwezo wa kutimiza mahitaji ya wakati huo, yanakuwa mahusiano ya kibiashara. It becomes a transactional relationship badala ya mahusiano bora, mahusiano ya mageuzi katika maisha ya mtu.
Huu ni uhusiano wa nipe nikupe. Kama mahitaji hayajatimizwa, upendo unakoma. Kama walivyomfanyia Musa kule Refidumi walipoanza kung'ang'ana, Musa tupe maji. Sometimes katika relationships zetu ati tuna strike kuzungumza, tuna strike mahusiano, tuna strike kwa mambo ya kujishughulisha kwa jambo lolote, kwa sababu ati kiu yako haijatosheka. The thirst trap. Bwana asifiwe sana. Is your family life at that stage? Je, maisha yako katika hali hiyo? Unaweza kumwona baba anang'ang'ana mchana na usiku, kwa sababu na mama ana uwezo mkubwa, lakini anamwambia hiyo ni kazi, ni majukumu ya mwanaume. Ni kweli ama si kweli? Kuna mmoja alikuwa anamwambia bwanake, utanilipa mshahara 8,000 kila mwezi, kwa sababu mimi niko hapa nyumbani nashughulika, napika, nafanya hivi, utanilipa mshahara. Huyo mama alipoenda, bwana hata alishangilia, akasema angalau sasa naweza kununua kiatu. Kiatu chake ilikuwa soli yake ni kama ni 3 zinashikwa kwa sababu zimepasuka. Hawezi hata kununua shati kwa sababu anadaiwa nini? Mshahara. Demands. Lazima hiki kiwe. Ndoa iko ili watu washirikiane na kusaidiana. Si ni kweli? Majukumu yako, lakini tuko kusaidiana. Mshahara wangu ni wangu, wa mke wangu ni wake. Wangu ni wa kununua nguo na kujirembesha, si ndio? Kwani mimi pia sitaki kujirembesha? Pia mimi sitaki nguo mpya? Mbona tunatesana kwa sababu ya mambo ambayo haina maana na mtazamo usiofaa? Na nyumba nyingi zimekosa amani kwa sababu ya masindikizo ya mahitaji. Lazima hili liweko. Kizuizi cha pili ni withdrawal, kujitenga au kujitoa. Yohana mlango wa 4 ule mstari wa 4 hadi wa 6. Mama Msamaria alijitenga na jamii, ndio maana alichota maji masaa ya saa 6 mchana, ambapo hakutaka kuonekana na watu, ambapo hakutaka kushirikiana na watu. Labda jamii au familia haikumwamini tena kwa sababu ya msururu wa ndoa, ama kwa sababu ya hali na tabia za kwake. Kila mtu alikuwa akimwona labda anaangalia mumewe, haya tulia hapa, maana kuna lipepo linapita. Labda hivyo alijitenga. Hakuwa na uhuru wa mahusiano na familia na jamii kwa jumla. Hakuwa na uhusiano na hata na majirani. Kwa hivyo alijitenga. Kwa wazungu wanasema withdrawal. Alionyesha withdrawal symptoms. Familia nyingi zinaishi maisha haya ya withdrawal. Uko katika familia au ndoa, lakini haupo, umejitenga, umehama kitambo. Huna mchango wowote katika malezi ya watoto, lakini upo, ni mama au baba. Huna mchango wowote katika matumizi au budget. Ni kama uko kwa familia, lakini umekuwa kama kupe, unafanya kunyonya. Hata labda unalala chumba tofauti na mumeo au mkeo. Huna mchango wowote katika maendeleo ya kifamilia. Januari ikianza, imeanza, huna lolote la kufikiria la kuongeza chochote katika familia. Umejitenga, huna mawasiliano, hata huna mawasiliano na familia kubwa kama vile wakwe na mashemegi. Vitu vyako ni vyako, huwezi kushare na mwingine. Umejitenga kihisia na hata kiakili, huna connection yoyote na mwenzio au watoto au jamii kwa jumla.
Uko hapo kwa sababu huna kwa kwenda, na uko kwa sababu unatunza heshima. Wengi ndivyo tulivyo katika familia zetu. Mara nyingine tunaishi hivyo hata katika jamii na kanisa. Katika kanisa hatutaki kushiriki huduma, tunagomea shirika, tunagomea kutoa, tunagomea kasisi, tunawagomea wazee wa kanisa, hatushiriki chochote katika jamii tunayoishi. Hatutosheki kwa lolote. Kila hoja wewe unauliza swali. Tupo lakini hatuko. Tumeenda kitambo, tumehama kitambo, tuliachana kitambo, na tumejenga kuta katikati yetu na majirani. Withdrawal. Uko lakini umehama. Unafanya kuonekana tu upo lakini haupo. Unalolinda labda ni heshima, ama niko hapa kwa sababu kulea watoto. Mama Msamaria aliishi maisha ya upweke katikati ya jamii. Aliishi maisha ya upweke katikati ya ndoa. Alikuweko kumbe hayuko. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna mtu mmoja alikuwa akiishi maisha kama hayo. Poleni, nitatoa mfano wa mkewe. Mkewe alikuwa akiishi maisha kama hayo. Yupo lakini yupo. Na katika kujaza makaratasi yake ya next of kin, nani atamrithi, akajaza na loya wake kisiri, akaweka. Alipoenda sasa, mama anajua ameachiwa vitu, kumbe hata kimoja. Kama baba anajua ameachiwa vitu, kumbe hakuna hata kimoja ameachiwa. Kwa sababu ulihama kitambo, uko tu jina. The Samaritan woman lived that type of life until she met Christ. Bwana asifiwe sana. Kizuizi cha tatu ni kumjaribu Mungu. Kutoka 17 mstari wa 6 hadi wa 7. Je, uhusiano wako na Mungu umejengwa katika msingi wa utoshelezi wa mahitaji? Hebu angalia kilio cha hawa wana Israeli. Mahitaji yasipotoshelezwa kwa wakati wa sasa, ni sasa nipate, tena nikose nipate hivyo. Mahitaji yasipotoshelezwa wakati wa sasa au wakati wangu mimi, basi Mungu hayupo. Mungu hawezi. Mungu hanifai, hana faida kwangu. Tunaacha kumwamini Mungu tena. Mpaka wakaulizana, je, Bwana yupo ama hayupo? Tunafarakana hata na Mungu. Uhusiano wetu na familia ni picha halisi ya uhusiano wetu na Mungu. Siwezi kumpenda Mungu kama simpendi mke wangu, siwapendi wanangu, siwezi. Yohana, mtume wa Bwana wetu Yesu Kristo, anatuonyesha katika waraka wake 1 John chapter 4 verse 20, jinsi mahusiano yetu ni picha kamili ya uhusiano wetu na Mungu. Huwezi kusema unampenda Mungu ambaye humuoni huku umemchukia mwenzako. Huwezi kumpenda Mungu ambaye humuoni huku umemchukia mkeo, mumeo au wanao au jirani unayemuona kila siku. Haiwezekani. Haiwezekani. I cannot claim salvation of any kind if my heart demonstrates hate towards others. Hata useme ni udhaifu wangu huo. Hapana, hapana. Ni Mungu gani unayempenda usimbaye humuoni? Ni Mungu gani unayompenda ambaye humuoni? Kama huwezi kumpenda mtu aliyemuumba kwa mfano wako ili afanane naye, inawezekanaje? Mtu mmoja alikosewa na akawa na ghadhabu kali, mpaka akamwambia, wewe tukionana mbinguni nitarudi huku chini, maana umenikwaza sana. Wewe nikuone mbinguni? Nikikuona huko na bahati mbaya nyumba ziwe zimejaa, niambiwe niishi na wewe? Anaambia mume wake, kwa mke wako, bahati mbaya kule mbinguni tuambiwe sasa nyumba zimejaa, kwa hivyo utakaa na mumeo hapa, mke wako. Afadhali nimwambie Mungu nirudi hapa duniani. Afadhali.
umenichosha, umenisinya. Labda ninapoongea haya unaniuliza nifanye nini ile nitoe katika vizuizi hivyo. What do I do? Nifanye nini? Jambo la kwanza, mlilie Mungu. Musa katika Kutoka mlango wa 17 mstari wa 4. Musa hakutumia au kutafuta mbinu mbadala au cheche za maneno au vurugu, bali alimlilia Mungu. Ni rahisi sana mke na mume wakapambana kwa maneno. Ni rahisi sana hata mtu kuvunja vyombo kwa nyumba as a response. Ni rahisi sana hata mtu kuchoma nyumba as a response. Ni rahisi sana kumnunia na kumchukia mtu kama itikio la mambo fulani. Ni rahisi sana hata kuhama ukasema naenda kwetu. Rahisi sana. Lakini Musa hakufanya hivyo. Alifanya nini? Alipeleka changamoto au shinikizo za wale waliomwambia tupate maji tunywe au tukufanya mambo mengine. Akazipeleka shinikizo hizo kwa Mungu. Mungu akamjibu, akampa mwelekeo wa kufaa. Chukua fimbo ulio nayo, gonga huo mwamba. Mungu akampa suluhisho la kudumu ili kutosheleza ile kiu yao. Ni rahisi kutafuta suluhisho kutoka kwa wazazi, ni rahisi kutafuta suluhisho kutoka kwa marafiki, ni rahisi kutafuta suluhisho katika mitandao. Lakini Musa hakufanya hivyo. Aligundua kitu cha kwanza ni kumlilia Mungu. God can deliver you, can deliver your family, can deliver your spouse or your child from the trap of thirst, ambayo ni changamoto kwako na familia, hata pia jirani. Vijana wengi wameingia katika mihadarati. Vijana wengi wamekuwa addicted, na wakifika kwa nyumba sisi ni kuwagombeza na hata kuwafukuza, badala ya kuwasilisha hawa kwa Mungu ili atupe mwelekeo unaofaa na unaostahili. Bwana asifiwe sana. Musa aliunulia Mungu. Ni mara ngapi ushapiga magoti kwa nyumba ukamwombea mumeo au mkeo au watoto wako, au hata wajirani na walio katika mtaa ambao wameathiriwa na mambo mengi ambayo hungependa uyaone hata kwa watoto wako? Ni mara ngapi? Ila sisi kazi yetu ni kutengeneza habari kwa mambo hayo. Ila sisi kazi yetu mara nyingi ni kufanya kwamba ndio mazungumzo, tena si mazungumzo ya amani, bali ni mazungumzo ya vita na uchochezi. Tukitaka kutoka katika vizuizi hivi ambavyo nimevitaja siku hii ya leo, ni lazima tumlilie Mungu, tumgeukie Mungu. Maombi huleta neema ambayo hubadilisha. Kuzungumza na Mungu huleta neema na uwezo unaobadilisha, huzaa maarifa. Nilikuwa niko na nisu wangu, mtoto wa dadangu, na mara nyingi anaishi na dadangu. Akawa anasema kwamba tulikuwa anaweza kusimama hapa na akaanguka tu. Basi unaweza ukawaza mambo mengi sana. Lakini siku moja dadangu akasema, wacha tu nifunge na kuomba nijue tatizo ni nini. Akaomba, akafunga. Siku moja akaamuka tu asubuhi, akasikia sauti namwambia, mwambie aende apime macho. Hiyo macho ndio sababu inamfanya naanguka. Na akaenda, akamwambia nenda upime macho. Na kweli akaambia, unaona hili jicho lake hili hata ni kama limekufa hili. Na hii ndio sababu inamfanya anaanguka. Bwana asifiwe sana. Mungu akampa ufunuo. Mungu akamnenea katika hali hiyo. Labda wengine mngekimbia kule kunaitwaje kule Mavueni,
Ukaenda ukapewa pipa la maji ukalibeba, ukapewa chumvi. Ama ungeenda kwa nabii mkuu katika the prophet in the city, si ndio? Wengine mkaenda kwa waganga mkachanjwa. Hata sehemu zingine siwezi kuzitaja. Haya, wengine labda mngeenda popote pale mngeenda. Lakini Musa anatufundisha katika changamoto za vizuizi katika familia zetu, katika kanisa letu, katika jamii, ni tumlilie Mungu. Bwana asifiwe sana. Turudi kwa magoti, tuombe. Shida ya muumeo haimshindi Mungu. Tatizo lilo nalo si kuu kuliko uwezo wa Mungu. Changamoto zile ambazo ziko si kuu kuliko uwezo wa Mungu. The more we complain, the more we are fortifying the problem. The more tunaipa nguvu, the more inaturuhusu itutawale. Lakini kuna pahali ambapo tunaweza tukazipeleka, na ni kunena na nani? Na Mungu. Wana wa Israeli hakuwa na uvumilivu kama tulivyosomewa katika Warumi mlango wa 5, kwamba katika Kristo kuna uvumilivu. There is patience, endurance and access to God. Walikuwa hawana hilo. Musa, undafupa maji uhenza ukahale. Ndakwenda ukagule hai maji. Wewe tunakuona hata unania kutua wewe. Let us turn to God. Tumlilie Mungu kwa kila jambo. Jambo la pili ambalo tunaitwa kufanya, tusisahau wema wa Mungu au wa mtu. Tusisahau. Musa au Mungu hakuwa na nia ya kuwaua wana wa Israeli kwa kiu. Uzito wa kiu ulizaa tafsiri isiyofaa, ikasahau wema wa Mungu na Musa katika ukombozi wao. Mara nyingi tuko hivyo, kupiana mtazamo au tafsiri isiyofaa au isiyokuweko, kujaza maneno na nia isiyokuweko. Je, ilikuwa ni nia ya Musa kuwaua hawa jangwani? Je, ilikuwa ni nia ya Mungu kuwaua hawa watu jangwani? La, lakini wakaangalia wakaanza kusema unaona vile huyu jamaa huyu anataka kutuua, huyu jamaa huyu anataka kututesa, huyu jamaa huyu yuko hivi. Tafsiri mara nyingi katika changamoto na vizuizi tunazaa tafsiri zisizokuweko, tunalimbikiza nia zisizokuweko, tunajaza maneno yasiyokuweko. Na kwa sababu hiyo tunafanya mambo madogo kuwa makubwa, kuyafikiria yasiyokuwepo, kuweka nia isiyokuweko kwa sababu ya kiu au ukosefu wa mahitaji au matarajio. Tunajiuliza maswali ya kushuku au ya kudhani. Tunajipa majibu yasiyokuweko kwa kukosa uvumilivu, ufahamu na ushawishi wa kiu zetu. Ndugu zangu, nawaonya, tusiwe wapesi kutafsiri, tusiwe wapesi kunena maovu, tusiwe wapesi kupaka matope, tusiwe wapesi kuigeuza nia nzuri ya Mungu au ya mwenzako au ya mtu yoyote au ya kanisa na hata jamii, kuigeuza ionekane ni nia mbaya. Hivyo ndivyo wana wa Israeli walivyofanya. Dhambi hii ndugu zangu tuitubie. Bwana asifiwe sana. Dhambi hii tuitubie. Ulikuwa nikikuitisha pesa unanipa, leo unasema huna. Labda huyu bwanangu ana nyumba ya nje. Si ni kweli? Sasa msururu wa mawazo unaanza. Ndoa inaingia chuki. Hivi watoto wanashirikishwa. Baba yenu hana maana tena, mama yenu hana maana tena. Usisahau wema wa mwenzako. Dhambi hii tunastahili kuitubia kwa sababu ndoa nyingi zimeumia. Watu wameshikwa na mapresha, watu wameshikwa na mastress katika ndoa, katika familia kwa sababu ya kudhania.
Kila kinachofanywa kwako na kibadilisha kinaonekana kibaya. Hawa walimdhania Musa, kumbe ameenda kuwaua. Mungu hawapendi tena. Kumbe tunaweza tukabadilisha nia nzuri ya ukombozi ikaonekana kwamba ni nia ya dhuluma, ni nia isiyofaa, ni nia ya kuharibu, ni nia ambayo iko. Kwa sababu hiyo, familia nyingi zimeumia kwa kudhania tu. Makanisa na shirika zake zimeumia hata kuvunjika. Tumesusia majukumu kwa dhana na mitazamo isiyokuweko. Ndugu zangu, usisahau wema wa Mungu au mwenzio katika mapungufu ya aina yoyote. Usisahau. Hakuna mwanadamu ambaye ni mbaya 100%. Ana chembe chembe za mfano wa Mungu ndani yake. Ana uzuri ndani yake fulani. Kumbuka, kumbukumbu za wema huzaa matumaini na suluhu. Hata kama naona hili, lakini mtu huyu ana wema. Yesu Kristo aliona yule mama Msamaria kuwa mtu anayeweza kuwa mtu mwema, kuwa mtu anaweza kawa hata mwinjilisti wa kwenda kuambia watu, nimeona mtu, njoni muone. Akampa support na ufahamu uliohitajika ili kutoka katika the thirst trap. Alimuona mama huyu. Hakumwambia una maana yani wewe hata ni mtu gani wewe? Kwanza wewe umeolewa, kila ndoa unaacha, ni kahaba. Kwanza wewe umekuja peke yako hapa kutai mwanaume. Kwanza wewe hata huna maana, jamii haikupendi. Lakini Yesu akaenda, nipe maji ninywe. Bwana mkubwa, mimi ni Myahudi, mimi niko hivi. Akasema wewe ni mimi na wewe hatuwezi kutengamana. Akasema kama ungejua wewe, mimi niko na maji mazuri tu ya kukupa ufalme uzima wa milele. Mbona sikuoni na chombo cha kutekea? Wakaanza kuzungumza. Bwana asifiwe sana. Hakuna mtu mbaya 100%. Toa hizo dhana ambazo umeziweka kwa muda mrefu. Zimekuwa pingamizi ya mahusiano, zimekuwa pingamizi katika nyumba yako, zimekuwa vizuizi katika nyumba yako. Wewe mtu humpendi na humtaki, unaishi, lakini akinunua chakula unakula. Mbona chakula ukigomei? Ukitaka fedha unatuma mtoto, kamwambie dadi akupatie hiki. Ndugu zangu, tuokoke na tuokoke vizuri. Bwana asifiwe sana. Leo mmenikasirikia, lakini nitasema hivyo hivyo. Bwana asifiwe. Tasema hilo jipu lazima lifanye nini? Litobolewe, na tena lifanye nini? Likamuliwe. Usisahau wema wa mtu. Ukitaka kutoka. Jambo la tatu kutoka katika vizuizi, mruhusu Yesu Kristo azungumze nawe. Ninakubali sauti ziko nyingi katika dunia hii. Ninakubali ushauri uko mwingi, unapatikana kila pahali. Hata uende pale nje ya gate useme, mimi na mume wangu hatuelewani, naomba ushauri. Watakuja wakushauri. Kama ni katika TikTok ziko, uko ushauri mwingi. Mimi hata nilihama TikTok saizi. Niliona it was taking most of my time, nikahama huko. Hata nafikiria Facebook pia nitoke ama nibaki, sijui. Ushauri unapatikana kila pahali. Kiasi cha kwamba sauti ya Kristo haisikiki katika maisha ya waumini. Sauti ya Kristo haisikiki katika nyumba zetu. Kana kwamba sauti ya Kristo ni kama hata hatujui Kristo anaongea namna gani kwanza. Kristo anaongea namna gani kwanza? Sauti za marafiki zimeshamiri katika nyumba zetu. Ushauri wa mama mkwe umeshamiri katika nyumba zetu kiasi cha kwamba sauti ya Kristo haiko tena. Ushauri wa madada na mandugu umeingia tele katika nyumba zetu. Na wengine ni wa kuchochea. Wewe unaharibiwa na hujui. Mama Msamaria aliondoa vizuizi vyote
Maana alianza na kizuizi cha imani, akasema mimi na wewe Kristo hatuwezi kutengamana, maana mimi ni Msamaria, tena ninaabudu mlima ule na wewe unaabudu mlima ule. Akaweka kizuizi cha imani na dini. Tena akasema mimi ni Msamaria, akaweka kizuizi cha ukabila. Tena akainua mtazamo au fahamu usiofaa kuhusu maji. Ni maji gani utanipa wewe? Yesu anazungumza hili, wewe unazungumza lile. There was no connection in the communication. Lakini akashawishika kumsikiza Yesu Kristo, akapata kujijua, akasema aha, huyu mtu ni nabii, hata amenambia mambo yangu mwenyewe, siri zangu za ndani ambazo hazijulikani, huyu amenambia, amenieleza. Unajua kuna wengine wameolewa lakini akawa bado ni mke wa mtu ama ni mume wa mtu, lakini ni siri yake. Si ni kweli? Hasa huku town mnakuja tunakutana tu na warembo. Watu wanafanya kazi, unakutana. Unaingia katika ndoa, kumbe mtu ni mke wa mtu. Kuna mmoja alienda kulipa mahari, wanafika hapo wanaambiwa mmekuja. Haya, itabidi kwanza mwanze kulipa kisema wivi. Unajua kisema wivi? Kwamba huyu ni mke wa mtu. Lakini walikutana wapi? Town. Ameficha hiyo siri, ni yake. Anataka babake apokee mahari mara ya pili. Ndugu zangu, mama Msamaria aliishi katika siri yake kwa muda mrefu, lakini kumbe kwa Yesu hakuna lisilofichika. Na Kristo akazungumza, akalitaja hilo. Hakuruka kwa hasira, hakuruka kwa nguvu, hakuruka akasema kumbe kazi yako ni kunchungulia. Yesu kwa upole, Jesus moved from mambo ya nje, surface matters, hadi mambo ya moyoni mwake. Akauangalia moyo wake, akaona tatizo lake, akasema wewe, shida si kujitenga, shida si kuchota maji saa 8, shida si kuolewa na wanaume 5, shida si hiyo, shida iko moyoni. From physical waters that quench surface thirst trap to the heart to quench a deeper spiritual thirst trap. Mara nyingine tunang'ang'ana na mambo ambayo tunayaona katika maisha ya mtu. Mbona huyu anakula mihadarati? Mbona huyu ni mzinifu? Mbona huyu yuko hivi? Mbona huyu yuko hivi? Bila kuona kwamba hayo ni mambo ya nje, they are just symptoms. Tatizo liko wapi? Liko ndani. Yesu aliona undani wa mtu huyu. Unapigana na symptoms, unapoteza muda mwingi kupigana na symptoms, lakini tatizo bado hujalifikia mzizi wake na changamoto yake. Tunaona yale tunaona kwa macho haya. Mara nyingi tunaanguka katika mtego wa kutatua changamoto, tabia na kiu zetu kwa kung'ang'ana kwa yale tunayaona, kumbe mzizi au shina limejificha moyoni. Huyu mama aliishi hivyo, maana alikuwa hana uzima wa milele. Alikuwa hana uzima wa milele, hajapata maji yenye uzima wa milele, akaishi maisha hayo. Yesu akatatua, akasema, wacha nikupe maji ambayo yataondoa kiu yako milele. Wacha nikupe uzima wa milele. Ikawa basi ameponya hayo matatizo mengine yote. Kama Bwana Yesu, tutazame ndani zaidi yaliyo moyoni, ndiyo hujidhihirisha kwa semi, matendo, mawazo, mtazama na hata maisha kwa jumla. Yaliyo moyoni. Bwana asifiwe sana. Ati mumeo unamtengenezea wanaitwaje hawa detectives, akiingia pale anafuata, ingia pale anafuata, ingia pale anafuata. Ati mkeo unamtengezea ulinzi, akifika hapa haya kuna watu wanamlinda. Wale ati unapigiwa simu, ameingia nyumba fulani. You are dealing with a symptom. Bwana asifiwe sana. You are dealing with a symptom. Dealing with a symptom. You're not dealing with the deep of the heart. The heart.
Bwana asifiwe sana. Wewe nafikiri ukihama hicho chumba ukienda chumba kingine umesuluhisha nini? Ukigoma kumsaidia mumeo ama mkeo kufundisha watoto ama kununulia nguo mahitaji ya watoto, umesuluhisha nini? Na mara nyingine yule mwenye shida ndiye mrahisi wa kulaumu na ndiye mrahisi wa kushtaki. Bwana asifiwe sana. Ni rahisi kuona moyo wa mwenzako kuliko kujiona mwenyewe. Na inakuwa ngumu kuleta suluhisho katika mambo mengi. Counseling sometimes fail because you don't want to see yourself as a contributor to the problem. Unasimama na kujipa ukweli kuliko mwenzako, na ukisimama hapa hutaki kutoka. Hujiulizi, shinikizo langu katika hili ni nini? Wewe unafikiri ukiondoka ukienda kwenu umesuluhisha nini? Umesuluhisha chochote? Hebu kama vile Warumi mlango wa 5 wanavyosema kwamba yeye Kristo hutuosha na kutusamehe na kutupa upatanisho. Iwe hivyo, tumruhusu Kristo azungumze nasi. Tumpe nafasi Kristo na kipindi cha kunena nasi binafsi na katika hali zote ambazo ziko, hali nzuri, hali za changamoto, hali mbaya, hali ambazo ukiziangalia hivi yani lolote linaweza kutokea. Tumruhusu Kristo anene nasi. Mimi mwenyewe, sisi makasisi, sisi malay readers, kila mtu wa huduma na kila mtu katikati yetu, let us allow Christ, tumruhusu Kristo anene nasi, azungumze nasi kama alivyonena na Msamaria. Nifanye nini? Jambo la 4, shuhudia. Mama Msamaria alishuhudia. Kwa kushuhudia kwake aliponya jamii nzima, akaita jamii kwa Yesu Kristo. Christ-centered families will always have an impact in the society. Christ-centered families zinaweza kuiokoa jamii yote na ikamjua Kristo aliyemwambia maisha yake yote na kumpa maji ya uzima. Ushuhuda una nguvu ya kubadilisha jamii. Ushuhuda una nguvu ya kuponya familia. Ushuhuda una nguvu wa kuleta uhuisho katika kanisa la Mungu. Yale Bwana aliyoyatendea si ya siri kwetu, bali tumetendewa ili tuwashuhudie wengine. Ili tuwashuhudie wengine. Unajua sisi ni barua kule nje na tunasomwa vizuri sana. Vizuri sana. Tunasomwa vizuri sana. Afadhali mwizi ambaye si Mkristo hataongelewa sana. Lakini mwizi ambaye anakuja kanisani kila siku, akishikwa basi itasemekana, huyo kanisani ni number 1. Huyo ni number 1. Kwa sababu jamii iko na matarajio kutuhusu. Na tunapokidhi matarajio ya jamii kwa ushuhuda wetu ulio mwema, basi tutaikomboa jamii. Bwana asifiwe sana. Tutaikomboa jamii. Na huu ndio mwito ambao tumeitwa. Tusomeke vizuri. Tunaposomeka vizuri, basi kule tutashuhudiwa vema. Na nguvu ya ushuhuda italeta mabadiliko. Kuna jirani mmoja alikuwa ni mlevi sana. Na katika ulevi wake hakutaka wanyama wa jirani waende shambani kwake. Siku moja ilikuwa ni msimu wa kupanda kama hivi, akapanda mahindi lakini akaweka sumu katika yale mashimo. Alipoweka sumu katika yale mashimo, lengo lake kubwa ni wale mabata wanao cross kwa ploti yake, yakienda yakitafura makuku, ni wale ili wafe. Na ikawa hivyo kweli. Sasa alipofanya hivyo, Bwana anarudi kutoka kanisani, anakuta wanyama wake wengi wamekufa pale. Jirani akatarajia vita,
Lakini akaenda kwa jirani akamwambia, jirani, naona wanyama wangu wengi wamekufa, naomba uje unisaidie tuangalie ni kitu gani ambacho kimewaua. Lete kisu, nalete kisu, tuwachinje tuone ni kitu gani. Kama ni wazuri basi tutawala. Hakumkaripia wala hakufanya lolote, akamwonyesha upendo. Yule jirani mlevi mwenye nia mbaya aliweka sumu, akaanza kulia na kutokwa ni machozi. Akasema, sikudhani kama utanipokea na kunishirikishwa kwa upendo kama huu. Mimi je, nimefanya haya maovu? Lakini kwa sababu ya neema ya Kristo iliishi katika mama huyu, kwa sababu neema ya Kristo ilikuwa imemwagika ndani yake, ushuhuda wake ukamwokoa aliyekuwa mtu mbaya. Bwana Yesu asifiwe sana. Maisha haya tunayoishi ni nafasi ya ushuhuda. Uwe katika kazi, uwe katika biashara, uwe katika nyumba yako, watoto wakikuangalia hivi wanaona ushuhuda wako. Ushuhuda, wanaona mama ni mtu mwema, baba ni mtu mwema, na wanaweza kutamani hata maisha hayo unayoishi. The way we live, jinsi tuishivyo, tuna wa influence. Maisha ni shule. Jinsi tuishivyo ndivyo tunawalea, ndio tunawafundisha watoto wetu ama hata spouse wako kuishi. Ukiwa mbaya, hata spouse wako kwa sababu umemfundisha hivyo anaweza kubadilika naye akawa mbaya. Lakini ukiwa mtu mwema, naye atatamani kuwa mtu mwema. Wacha nimalize kwa kusema, kama jamii, kama kanisa, tunaangazia Christ-centered families, renewed churches and transformed neighborhoods. Lakini katika hizo tuwe waangalifu, maana kuna vizuizi vingi vinavyosimama ili kupigana na kushinda na lengo jema katika timu hii. Shinda vizuizi ili Yesu Kristo aingie katika familia yako, ili uhuisho uwemo katika kanisa la Mungu, na ili mageuzi mazuri yaonekane katika mitaa. Tuwe vyombo vya mageuzi kwa sababu Kristo yuko katika familia zetu. Tusimame.